Kigosho FM Moshe watayo Igana ria inyaga turumo inyanya Kigosho FM Washagairwe baruthaka muno makirira matukinyoria thaa imwe ihaditwe gana ndeka 20 njite gofaruthi wa thayo mitabaini yaku ya Kigosho FM waini mwega made jega riu tukigwa thiini wa testimony Monday ndijoni meterira na njira nene muno makiria na tikiri ndutanga riu neguthie kuo imwe kwamwe na gakihoka ne tugukorwo tukigira kuria mwena wa Facebook nagetha kore mwena wa YouTube tuko tukimiona live ni ndo wa mundu ungi uri kuria nja wa bururi ona weekend we had utangihota kuigwa Kigosho no hote kurumirira kuria YouTube ukigira wethe baruthi wa thayo kuria YouTube niguo hoka no share link yo niguo hoka ni gukorwo giteithia andu angi mari kuraihu muno makiria kwiriria sister Pendo na karibu sana guku gwa Kigosho ndijui okoro hidure woka goko but karibu goko gwa Kigosho. Asante. Maikio all right good. Tagaithia. Ya msikilizaji wa Kigosho FM. Okay, ine ndaririkana gikuyo ni shida. All right, tunge Kiswahili ina shida. Ya msikilizaji wa Kigosho FM. Nitasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nitasema habari zenyu mahali mnaposikia. Majina yangu ni Pendo Wangoi, Grace Kehio. And wengine wananijua Sister Pendo, wengine wananiita Apostle Pendo, wengine wananiita Pastor Pendo. Yes. Kutoka wapi Sister Pendo? Ama Apostle Pendo? Kwa sahi mimi ni Korongai. Nakaribia microphone kidogo. Ni sawa sawa. Ni Korongai. Wakati unaenda Rongai kuna hizi mabasi kubwa. Mahali zinabadilikia mwisho kunaitwa Kware. Hapo ndio pao ninapokaa. Ya kwa wakati huu. Ulilelewa huko ama? Sijalelewa huko. Mimi nimelelewa, ni mzaliwa wa Narok. Kumaanisha familia zetu na Wamasai tuko kitu kimoja, tumeoana and we are families. Mimi nimesomea kule Western Webuye na later on Eldoret, that is Rift Valley, and now here in Nairobi. Yes please. Kwa hivyo kuzaliwa na kulelewa sio huku Nairobi? Hapana. Ni Narok na kule Webuye. Haya, after Webuye ni juno wakigeria mawira ni joni ra understand gikuyo no ndu hota ukiaria na ni ndu wa muthikiriria kumwe ni nguthie ngiaragia na gikuyo to ni urakigwa after school wathire na kuwarikia shukuru? Nikiwa shule ndio niliweza kujiingiza na mambo ya ile the other kingdom. Okay, immediately after school, that is after form 4 ama class 8 ama? Because umeniuliza nilienda wapi after shule, na kwa sababu yale mambo nilikuwa nimeanza nikiwa shule, kwa hivyo after shule. Okay, so kila kitu kilianza ukiwa shule? Yeah. Primary, secondary? Primary school. Class 7. Yeah. Okay, but upeleke pole pole. So you now in class 6, sasa ndio huyo wewe umeingia class 7. What happened from there? So in class 7, I met a friend ambaye kwa walikuwa well up, and I wanted that life. Okay, ulitamani maisha ya kutajirika. Ndeweririre muno gukorwo na besha. Probably hino kodo areretwo wega kana kundu kwina besha. Ugu niweriragĩria guikara maisha mena bia ta bestio yaku? Yes. Yeah, though si kwamba hatukukuwa nayo kabisa. Only that unajua tu upanda wanashuka. Kweli. But mimi nilitamani kubaki juu. Sikutaka kushuka. Okay, ulitamani kukaa tu juu mahali. Yani pesa ni mingi, hakuna sijui umekosa pesa, hapana. Yeah. Ni kukaa na mali kila wakati. Kabisa. Hukutaka kusota. Na kufikia hapo nitamwambia msikilizaji aridhike na maisha ambayo Mungu amempatia. Ile maisha ulio nayo, ridhika nayo. Kwa sababu hiyo ingine haujui. Unaweza tamani maisha ya rafiki yako, lakini huenda pesa anayoitumia huwa anaipata na njia zisizo za ukweli. Kabisa. So, rafiki yako wanaishi maisha mazuri na ukatamani kuishi maisha kama yao. Exactly. I wanted that life.
And so wakati mmoja maana tulikuwa marafiki na nikamuuliza. Nikamwambia natamani maisha kama yenu. But yeye pia alikuwa anangoja. Cause mtu haizi tu kuja kuambia jambo. And he looks or she will look for an opportunity. So yeah, kaniambia kuna mahali nikikupeleka your life will change. Na maisha yako ikibadilika pia nyinyi mtaweza kupata pesa. And kwetu tuko watano. I am the second born. And wakaniambia unajua wakati wa Moi na masomo ilikuwa very expensive. Yes, true. Wakaniambia even your siblings will be sponsored. So a lot of opportunities. Kwa hivyo kuna mali nyingi itapelekwa kwa familia yako. Kabisa. Mtatajirika, watasoma, mtaishi maisha mazuri. Hakuna story ya kufirisika. Kabisa. Wakaniambia hata talents zitakuwa considered. So zitakuwa nurtured. Iheo ni kwarahuka iria imushushio na imuhebia. Of course that is what everybody wants. A good life. Yes. Lakini niko hapa kuambia msikilizaji aridhike na ile maisha yako nayo. Just that. Yes. Yes. Haya, reuri niwe cio no ariria gutonga na kuhana ta best ino yaku. Reuri ni wamwira ni ukwenda kwina akwira kuria besha ni nyingi. Kabisa. So akwira ngo niwe ciria niku. Mimi si kufikiria because mambo ya FreeMason ama mambo ya giza hapo nyuma ilikuwa inaongelelewa polepole. It's not like now. Kwa gweta ukonaambia ukambia kuhoga. To mudhi ati gutire mundu wina guo yake gweta. Watu walikuwa wanaongea polepole maana utaonekana kama uko na kichaa. Yeah, so wakati nakumbuka wakati mmoja wa lunch time maana tulikuwa tunapata lunch tu pale shuleni. So akaniambia leo sikule kuja twende mahali ndio nitakueleza vile tunaenda huko kwa kupata pesa. Kwa hivyo mimi nilikuwa so much interested. Na tukaenda mahali chini ya mti kwa kiwanja tu within the school. Tukaketi. Tulipoketi pale mimi sijui vile fahamu zilivyonipotea. So fahamu ziliponipotea kumbuka tuko kwa kiwanja mahali tumekaa tuliamua tutaenda lunch. So nikastukia wakati ufahamu ilipotea niliamka nikiwa another world. Kwa hivyo ile maneno tunasikia si ya uongo. Si ya uongo. Tunapelekwa tu ukiwa umeketi tu mahali na unaenda na ndio hivyo sasa. Kabisa. So ugo waikarite mwikarire handu kuria raji. Ukigua rimwe no wakuo na no wathie. Hata hatukukula, aliniambia tusikule kwa sababu kuna chakula iko tayari. Tuachane na hiyo ya shule. Kuna mzuri. Sasa wakati tulienda kule niliona kama ninaota. I felt like I was dreaming. So na nilikuwa na ngoja basi in that dream, acha niseme tu dream in quotes, nilikuwa na ngoja bado niamke nione kama ni dream ama is it happening. So mahali ambapo tuliamkia, kitu ya kwanza tulikaribishwa na wazee. Na wale wazee walipotuona, kitu ya kwanza walifurahi sana. Because when you recruit a new member, even in that kingdom, you get a promotion. Okay, oria gutuikaga ati riria mundu mwahonoka guku thi araikane makenaga. Uguo na kuria tondu ni mahota ku install. Uguo na kuria wari kuruiti mundu umwe. They are very happy. Is a celebration. Because the devil copied the word of God. Na hiyo ndio kitu moja wa Kristo wajue. Ya kwamba shetani anatumia to the word. That's why Jesus was rebuking him and telling him it is written. He used the same word. So the devil will use the same word. Kwa hivyo tulipofika pale na tukakaribishwa na wazee ambao walikuwa wanaonekana wamekaa kule sana. Na walikuwa wachafu sana, hawaogi. Kulikuwa kunanuka vibaya sana. And nilipokuwa ninaangalia hivi chini, niliona damu nyingi sana imetapakaa mahali pale. Mimi sikuelewa. So tulipofika pale nikaambiwa there was a small mat, kamkeka tu kadogo. So mimi nikaambiwa nikalie mkeka. Mimi nashindwa kwa nini si watu wanakalia viti. But nikaambiwa mtu mgeni unakalia. Na pale nikaambiwa no, hakuna resistance. Usiresist. Usile kurega. Niwitikire uri okwirwo. Unafuata everything step by step as you are being instructed. Otherwise utauliwa na hautarudi. So wakisema kuuliwa, kumbuka mili yetu iko pale kwa kiwanja. Abotige digire mwe handu mutinde mugiria mugonda kuria raji wero raji otijega hegi jega na kuria. Riu ni watoro na kuria. Riu turaria we experience yako no wathi wakora thuri ni wero wikarire kamugeka na witikire kirio kwirwo. Arafu
Na ukumbuke pia mili yetu bado iko pale in the field. Deule adu maroiga atia kana matiramenya mwihoka na marona atia. Shetani anasababisha confusion. Kwa hivyo hakuna mtu anabodha na nyinyi. Watu wamekaa. Yeah, so lakini nafsi, so that is when I came to understand about the soul. So the soul is the original man. Hiyo ndio inachukuliwa kama vile mtu akikufa soul ndio itachukuliwa na mwili ubaki huku. So soul ikichukuliwa inapoa mwili mwingine even in the other kingdom. So that is what was happening. And tulipofika pale nikawaambia nimekaa chini kwenye mkeka. Na pale kwenye mkeka so nikaambiwa lazima nikunywe damu. Mimi ni kitu sijawahi fikiria na sijawahi kudhania kuna kitu kama hiyo inaendelea kwa hii dunia. Isho nisho iliyo kuwerirwo. Jaga muno. Isitoshe. Nikaletewa nyama za watu na wale wamekufa na wameoza na wanatoa madudu. Nyama cia doku. Ulie. So that is the special meal pengine nilikuwa naambiwa. Ndiwerirwo ndukarege uria wothe ukwirwo witikire. Kabisa because nitapoteza maisha kama nitapingana. Rau ni ulie? Kabisa hiyo ni initiation. Ni uri diet yako ulia? Kabisa. Na ndio kulia? Hauna option. Kwa hivyo nikikataa nikachapwa sana. Wakati nilichapwa sana nikaona nitakufa. So nikajiambia afadhali nifanye, alafu nikitoka hapo niende kabisa. Na sikujua the moment nitakuwa nimefanya, sasa nimeshajiingiza. Hata nikataka kutoka unless just God's intervention. Kwa hivyo nikakunywa damu, nikiimagine ni damu ya mtu na kunywa. Hata nilikuwa najiangalia na imagine vile damu ina run in my body. And so nikakunywa na nikakula hizo nyama, nikatapika. The more natapika naambiwa lazima nikule tena. So after that, so nikaambiwa kwamba nimekuwa initiated na nimekuwa recruited, na from there I'm a member of FreeMason. So from 1998 until September 2011. Okay. Riuri wambiriria maundu macio makuria na kina wera no watwika initiated. Ndienda gukwenjera muno maundu mana kou because I knew kuria andu aingi wagekorire na kou. But riu watwika membari. What else? So the first riuri tutigire mwihandu. Na muumire haria. Yeah, so pale bado napewa masharti huku. So nikaambiwa wakati mtu ameingia mahali pale kuna mitihani unapewa. So balozi mimi nilifanya 13, niko na 13 degrees ya ule upande mwe, lakini sahi sina. But from kitu ya kwanza nikaambiwa lazima niingie darasa. And darasa ni ya kusomea hiyo mambo because everything needs experience. So I needed that experience. So nilipelekwa India. Nimeenda China kusoma mambo ya kishetani. Jehova. Na mwili na roho na saa zingine na mwili na saa zingine na kiroho. Mimi niko tu hata usiku pengine nimelala lakini mwili iko pale. Nafsi yangu ilishaenda ikapoa mwili mwingine. Sasa swali langu ni tutigire mukimumwe handu mukienda kuria. Leo na muumire hau. Bado tuko pale napewa instructions ya kwamba kitu ya kwanza lazima niingie class ya kusoma yale mambo. Kwa nini nijue ndio nijue kuoperate kwa sababu lazima tuangushe magari, lazima tuende tukafufue watu wenye wamekufa tuwatoe kwa makaburi, lazima muwafanyie nini? Sasa si hao ndio wanatumika on the other side as a meal. Nilisema hiyo muwafufue wakakuliwe kabisa. Usiku tunaenda tunatoa, alafu tunafunika kaburi, si tunaenda na mwili. Kwa hivyo mimi niko na ushuhuda ya kutosha, ama mimi ni shahidi kwamba makaburi mingi ikifunuliwa hakuna mtu. Maana inatolewa usiku. We. Ate tofuri tuingi tungihuburia andu ni mathire. Hakuna. Yeah, so hiyo ndio kitu ya kwanza niliambiwa lazima niingie darasa. Ya pili niliambiwa lazima nipewa mtihani whether nikaangushe a train ama ndege ama gari ama mtu agongwe. Lazima nianze kutoa sacrifice immediately. Na wakaniambia if that does not happen then tutakuchukua wewe. Sasa unajua pale mimi bado niko na uoga.
Utaki kuchukuliwa? Sitaki nichukuliwe. So I had to do something. And kulikuwa na accident, watu wakakufa. And so from there wakaona my potential. I'm capable, I can do it. Ogo ni yogo cause? What? Accident? Ni lazima uliambiwa chochote utaambiwa. Lazima. Leule wa cause eyo ni assignment. Wa kurekia assignment tole mwalimu wage ogegire kurekia assignment no ginya kuhure. Kabisa. Na riu ndurenda kuhuru. Riu ugo ti kuhuru. Ni kuragwo. Lakini wakati mwingi tulikuwa tunakuwa electrocuted. Unaekwa kwa stima. Unapigwa na shock. Ama unachapwa. So a lot of punishments, a lot of torture, torments. But ulijiingiza mahali umeshindwa kutoka sasa. Now, are you even regretting na huyu rafiki yako? I regret because I always say alichukua my innocence because at that age bado hujui mambo mengi. But alinifanya nikajua mambo mengi sana. Shule itaendelea? Shule nikafanya class 8. Okay, what usually happens? Ati bado mko pale ama mlitoka ama mlifanya nini? Ama watu wanawaona tu lakini nyinyi mlienda? So baada ya kupewa masharti yote, pale kwa kiwanja tuliamka tu kama mtu alikuwa amelala. So nikitaka kumuuliza huyu what happened, hakutaka hiyo maneno. Nimuulize. So the bell tayari amekurukuriti. Kabisa, na hiyo ndio ilikuwa target yake. So tukaamuka, bele ya kurudi darasa ilikuwa imelia. Kwa hivyo tukarudi kwa masomo. Mimi siko concentrate that afternoon kwa sababu nilikuwa nafikiria tu ni ukweli ama sio ukweli. But with the time nikienda nyumbani that evening sikutaka niongee na mtu. Na nilipo hata sikutaka nikule, maana nafikiria vile nilikuwa nimepitia kukula vitu kama hizo. I didn't have even appetite. So hiyo usiku wakati nililala walikuja wakanichukua tena. Kai. Sasa wakati unachukuliwa unaenda kufanyishwa kazi. Hizo za kuua, majali, nini vitu kama hizo. Umesema umekuwa huko for 13 years. 13 years. So hizi 13 years bado unaenda kwenu, bado unaenda shule? Ikifika form 2 roho yangu ikasikia itaki masomo tena. Sitaki, maana pia the devil anakuconfuse. Unajua pia anapigana na your destiny. Kwa hivyo kama utasoma unaweza overcome kwa sababu kuna destiny inaongea. So ali make sure kwamba mimi nimetoka shule. Kwa hivyo by form 2 nilitoka shule na nikaja Nairobi. So kuja Nairobi was living with my cousin. And so I think tulikuwa tunakosana because kiko ndani yangu. And then balozi unajazwa na roho ya hatred. Uchukia watu. You don't want to see anybody. Hautaki kuona mtu. Hata wenu hautaki. Hata rafiki hautaki. You just want to destroy them. So atungekaa na mtu yeyote. So I was here Nairobi. Sasa wazazi wamejua? Wazazi wamejua nikiokoka after 13 years. Matiamenya gotoire na kuu. That's why you have to be close to your children. Ogwe shari marekeirie ciana Nairobi no besha mamukagira no matimenyaga mwana arutaga wira uriko. Haujui mtoto anafanya nini. Wewe unataka tu pesa, unamuitisha tu pesa akileta shopping. But hujawahi follow up, hujawahi mfuata huyu mtoto ama investigate. Mtoto wangu anafanya kazi gani? Ama anaishi wapi? Ama anaishi na nani? Because wengi na wajua hata baka leo ile mambo wanafanya ni wazazi tu wanapokea pesa. Baka leo. Ulipata nani na nani? Usitaje majina, but who among the people wenye ulipata huko? Huko kuna watu wengi. Na ni matajiri na maskini. Unajua watu wanasemanga ati ni matajiri wako huko. But bado kuna maskini. Ni vile hajapita ile mtihani afike ile kiwango ya kuinuliwa, but yako in the process. Kwa hivyo kuna process.
Ni process. Huwezi tuenda pale upewe gari ama nyumba. Unajua hivyo ndio watu hufikiria. Ati nitaingia leo kesho niko na gari. Alafu ni gharama. Utaambiwa uwe baka mama yako, baka baba yako, baka nani. Kwa hivyo usifikiri pale kuna kitu ya bure ama kuna utajiri wa bure. So nilipata watu wengi. Kuna viongozi wa nchi na sio Kenya tu, lakini ulimwengu wote. Tuko na gospel musicians, maana shetani anawadanganya kwamba atawapatia jina na pesa, the fame. And the name, there is what people are fighting for. Sai kila mtu ni kama anapigana kujulikana. Yes. That is the issue inasumbua watu. So, when you go there, that's why we hear they must sell their soul to be given the fame and to be given the name and the money they want. Before you get there to that money, before you get to that car, that house, you must sell your soul. Think about it. So, kuna gospel musicians, kuna secular musicians, obvious. Yani all categories of people. Wahubiri wako? Wahubiri, makanisa, watu wa Mungu, mjiulize mko wapi? Pastor wenu anatumikia Mungu ama shetani? Because hizo sasa ndio mingi. If there is something corrupt in this world by now is the church. So, hao ndio wanatumika because them wana handle many souls. Watafikia watu wengi. Na wana confuse watu kwenda mbinguni. Juu lengo ya shetani ni kufanya nini? Watu wasiende mbinguni. And you are a pastor hapa umejipeana kutumika na huyo shetani. Kwa hivyo hapa anaona kuna ground na field mzuri. Kwa hivyo hao ndio wako sana. Hata kuna mtu amenitumia screenshot hapa. Kwani pia kuna matangazo. Unaona kwenda imenyithia shikoleto na igikirwo hadharani. Ukiulio aini ahuri biashara, business women, celebrity, mahure na bafurani. Atemarele kuri 2500 people. Do you know why domera? Ziko kila mahali. Siku hizi tumesema hiyo mambo iko wazi na shetani ajifichi tena. Na watu watakuja hata wakuambie kuna opportunities, watu watakuja wakuambie sijui nini. Yeah, but you must be very careful and very prayerful. Kuigera guku no heni na trick yothe. Tariwe ndore matari mawira me ugwatino wa gwikora mundu agitirwo tubesha twa na ihenya. And you see thaicio gwati ule weho ni ati ayuthi ingi marenda mbeca na ihenya. Ati ni kwenda guthukuma 10,000 guy. Mimi vile ndawaambia, everything begins from somewhere. Lazima uanzie mahali. Na hakuna kitu inakuanga grounded and a good foundation kama humble beginning. Na hiyo ndio watu hawataki. Then kuna kulipa gharama. Watu wataki kulipa gharama. So, lazima uanzie mahali. So, hiyo watu wanataka tu, ni vile nilisema, siku wanataka kushuka. Nilikuwa nataka tu nibaki juu. But hakuna hiyo potential for that time. I must accept to come down. I begin again another procedure. Tusipende vitu za bure. Yes. Kusaidiwa. Tusipende. Hata Biblia inasema jasho yako ndio imebarikiwa. Tusipende vitu za bure. Yeah. Sasa, I mean, 13 years, how? Miaka 13 ukiriririe kari kikiu kiega wonaga kuo. Hakuna kitu kizuri, ni vile kutoka nimewaambia. Kwa hivyo kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni ngumu. Kabisa. Wale magwa kumaniki? Kwa sababu pale nilikuwa nakuwa monitored. Ukiingia pale unakuwa monitored. Kila mahali unaenda. Uguo toretera go Ngai ni atukavite, handu hothe ni arakuona. Uguo the moment waingira kuria, still we covered. Wina cover yako. Uguo handu hothe urathi ni urono. Kwa hivyo uwezi toroka. Hata ukifanya tu mipango ama kufikiria, already utaambiwa. Hivyo unapanga, tunajua na tutakumaliza. Sasa ukisikia hivi unaogopa. Maana uoga ndio inatesa watu wengi. Kabisa, ndio maana imeandikwa waoga watenda kwa shetani. Yeah. Niwageretie kuma? Kabisa, nimejaribu mara mingi kwa sababu nilipoingia mahali pale nikapata sio vile nilivyotarajia. Nilianza kutafuta immediately njia ya kutoka, lakini nilishindwa. Uyu wagutwarite ri ni athire na mbere na kurikuritia doge? After form 2, after class 8 tuliachana. Kwa hivyo tukuwaipatana tena. Yeah. Do you think wena wamuonaga naku? Kabisa, tulikuwa tunaonana lakini tukafanywa maadui. Hatuwezi ongea tena.
Nigetha athie na mbere na kurikuritia andu. Kabisa. Wewe ni kuheo kibero gya kurikuritia andu kinyete hau? 33 baada ya tuseme 2010 kwenda China kusoma masomo nikapata 33 degree ya 33. Hiyo kumaanisha umesoma hakuna kitu ujui. Na nilipopewa hiyo degree sasa hata mimi ndio nilikuwa mkubwa wao. Ili niokoke nilikuwa naenda kukua sasa hao wakubwa wenye unaonanga sasa yeye anajisema anajiongea kila mahali. Yeah. So mimi katika level yangu nilikuwa naenda kufanyika kiongozi wao mkubwa. Na bado nilikuwa kufikia hapo. So ugomea kiwa 13 wa mbere ni guthoma. Andu enyu maroiga atia? Matiramenya gutiri no mo wa hithurire. Watu wetu waliona tu mtu msumbufu sana. Nilikuwa msumbufu. Matina liko warega shukuru niki. Sasa nilikuwa na sisikii mtu. Hata mama yangu nilikuwa ready nipigane na yeye. Ama nipigane na yote atakuja kuniambia mambo ile mimi sitaki. Kwa hivyo yani kunihandle, unajua unajaribu. Kuna mtoto na afadhali mzazi usemange nilijaribu. So kuliko yule hajui chochote. So walijaribu, lakini mahali nilikuwa nimefika hakuna mtu angeniambia tena. Awe ni pastor mimi nimechapwa baka na nyaunyo, nimelala jela kwa sababu ya kusumbua, lakini hawakuwa najua ni nini na nifanya nisumbue. Kwa hivyo hakuna mahali tulielewana. Huko kwa shetani kuna jela? Sasa mimi nasema jela za kidunia. Ninasema huko ukikataa kuna jela. Kuna jela. Na kama vile nimesema tulikuwa tunapigwa hizo shock, tunachapwa vitu kama hizo. Lakini Mungu ni mwema, maana hatukukufa. Tuiguaga mundu ni etangio ndo wakuhe muno. And ukigwa ndo ige kuoire ironekana thiku ici ni irakuruhanio na maundu ta macio. Ukigwa mundu ni erwagire mundu wao, mundu le wendete mwana muno. Ukerugire mwana waku, ukerugire muciari waku, kindu kiria gigutura muno. Na nigetha ugie madaraka macio no nginya hakorwo na pain dito muno ukugererio. Have you ever been in such? Na hapo pia bado ndaeleza. Wakati ambapo unataka kitu cha dhamani, lazima utoe kitu cha dhamani. Na hivyo ndio nataka niwaambie Wakristo. Wakati unataka mambo makubwa, nawe jipeane kwa Mungu kabisa. Muda wako na kila kitu. Biblia inasema akili na mawazo na mwili na hata fedha ulizo nazo. Kwa hivyo sisi Wakristo tunajitoa kidogo kwa Mungu. Lakini tunataka mambo makubwa. Balozi itatokea wapi? Wakati unataka mambo makubwa kwa Mungu, tunaongea kwa Mungu, jitoe wote bila kubakisha chochote nyuma. Wakati ambapo Abrahamu alikuwa analilia Mungu, tunaona vile alikuwa anakaribisha malaika, tunaona vile Abrahamu alikuwa anafanya, naye alipewa. Ukitaka cha dhamani nawe jitoe. Pia kwa shetani hata kupatia nyumba, alafu hakuna kitu unatoa. Lazima na wewe utatoa mama yako, utatoa baba yako, utatoa ndugu yako, utatoa mtu wa damu. Maana hiyo ni kama ni wewe umejitoa. So badala ya wewe kuenda lazima utoe mtu wa karibu sana. Kabisa, unajua kile inakusumbua ni pesa, ukae ukule pesa. Hiyo ndio inakusumbua. Kwa hivyo comfort zone ndio imefanya watu wengi wakapeana watu wao. Kabisa, na roho ya competition. Niurenda gutonga gukira uri ungi. Niurenda kugia indo, niurenda kugia ngari tere ragurirwo ni ng'ane tindu rionaga toro. Hiyo inasumbua watu. Beshiritie ni Ngai wa muhe. Ngai. Regulia ikororega ahujia ni wingi na kuwaini celebrities no kule ginya kule memerekia hi mena ku wengi nigetha magie maritwa manene. Riu tukurora ku tukurira ku. Taru for example mundu wi thiini wa kanitha uhana oguo ndoi atwaru egwika atia? Na ndio Mungu alisema, neno lake linasema ako na masalio. He has remnants. Hao ndio watatumika ili wale wengine wakombolewe. Wale waliotukumbuke alishamtuma mwana wake wa pekee. Ili kila mmoja atakayeamini awe na uzima wa milele na asipotee. Kwa hivyo Biblia inaemphasize hapo wasipotee. Kwa hivyo ni mimi na wewe tutajitoa. Maana Yesu alijitoa akatupata sisi. Nasi tujitoe kwa kazi ya Mungu pasipo na unafiki, na wale waliopotea watapatikana. Yes. Ogu ashio matigari merutire na njira nene. Kabisa, kazi kwao.
Kazi kwa. Mena kifarua kilitu. Yesu alikuja. Nawe chukua hatua. Ulipatikana. Hiyo upendo aliyokuonyesha, hakikisha imefikia watu wengine. Kila mmoja aliyesimama akionyesha upendo wake kwa watu 10, hakika shetani zaluza. Ugo uria kurero kwina ndungata cia Ngai thiini wa bururi ona ngoma ari ona ndungata ciake ire ripotaga kuriwe. Uria mundu aroimira kana gukira rucini agathie wira kana agathie gutungata Ngai kuri nake ukiraga nake humba wega muno na ngari thaka muno akoima nake agathie gutungatira ngoma kabisa. Kazi yake tu sasa, kuna ile mission amepewa. Kama hii mwezi anapewa mission fulani, na ndio maana tunajuanga mwezi fulani Januari ni ya kukauka, mwezi fulani August ni ya accident, ni ya vifo, damu nyingi lazima imwagike. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wako kazini. Lakini wapendwa, kuna